kupata madini ambayo tunatarajia. Zile hekari 5 basi ziko hapa. Asante. Asante sana DJ Shikilia. Ndugu Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Tanzania Bara, dada yangu Grace Boniface Ngonyani, ndugu Mheshimiwa Katibu Mkuu Taifa ambaye pia ni mgombea urais wa Zanzibar, Mheshimiwa sana Ameri Hassan Ameri, ndugu Mheshimiwa Katibu Mwenezi Taifa Mheshimiwa Fahmi Nassor, ndugu Mheshimiwa Naibu Katibu Mwenezi Taifa Mheshimiwa Ramadhani Saidi Bambo, ndugu Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Zanzibar ambaye pia ni mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada yangu Adha Haji Sulemani, ndugu Mheshimiwa John January Mboya, mkuu wa idara ya utafiti sera na nyaraka makao makuu ya chama, ndugu Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa ndugu yangu Mayeka Kiteja ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo hili, waheshimiwa viongozi wenzangu, itifaki ya meza imezingatiwa. Kuimba wewe, kuimba safi, makini, ukilala usingizi. Ndugu zangu wanakwimba, eneo la Ungumawa, niliye mbele yenu naitwa Costa Jimmy Kibonde, ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Makini. Ndugu zangu wanakwimba, kwa nini nilifanya maamuzi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Jambo la kwanza, niligombea lengo ni kuwatumikia Watanzania kwa utumishi uliotukuka, kwa nia ya dhati na dhamira ya dhati. Nia yangu nikakishirikisha chama changu cha Makini, na hatimaye chama changu kwa ridhaa moja waliniteua kuwa mgombea urais ili niweze kupeperusha ilani ya chama cha Makini nchi nzima. Na hatimaye Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hawakusita, baada ya kubaini ninazo sifa za kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakanipitisha, na hatimaye leo ni miongoni mwa wagombea 17 tunaogombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wana Mwanza, wilaya ya Kwimba, Mwanza ni mkoa wa 19. Toka nimeanza kupiga kampeni siku ya uzinduzi tarehe 2 jijini Dar es Salaam, mikoa yote niliyozunguka wamenipokea kwa hoihoi, vifijo na nderemo, na wameniahidi ya kwamba tarehe 29 watatoka kwa wingi na watanipigia kula za kutosha, na hatimaye ili niweze kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, ombi langu kubwa sana kwa wakazi wa hapa Kwimba, eneo la Ungumawa na vitongoji vyake vya karibu, ninaomba muungane na Watanzania wa maeneo mbalimbali ambao nimefika na hakika wamenipokea na wameniahidi. Ninawaomba wakazi wa eneo hili muungane na Watanzania hao ili tarehe 29 asubuhi na mapema mjitokeze kwa wingi katika vituo vya kupigia kula, na hatimaye
mkanipigie kura za kutosha. Mkipiga kura za kutosha, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hawatakuwa na sababu wala kigugumizi cha kusita kunitangaza mimi Costa Jimmy Kibondi kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuimba hoye! Kuimba safi! Ndugu zangu, tuna vipaumbele vitatu vya kimsingi ambavyo vipaumbele hivi tumebaini ya kwamba Watanzania vinatugusa kwenye maisha yetu ya kila siku. Kipaumbele cha kwanza tumesema ni elimu, kipaumbele cha pili tumesema ni kilimo, na kipaumbele cha tatu tumesema ni afya. Elimu. Kuhusu elimu, tumesema tutamsomesha mtoto wa Kitanzania kutoka chekechea mpaka chuo kikuu bure kabisa. Na wakati huo tumesema elimu yoyote inayopatikana duniani popote, tukibaini inafaa kuwapeleka vijana wetu wa Kitanzania, tutawapeleka katika nchi yoyote duniani. Watakwenda watasomeshwa kwa fedha za serikali ya Chama cha Makini, na hatimaye pindi wakiqualify na wakimaliza masomo yao, hizo nchi za ugaibuni, nchi za ng'ambo, watapashwa kurudi Tanzania ili kuleta ujuzi waliopata nchi za ng'ambo, ili Watanzania wanufaike na ule ujuzi. Kuimba hoye! Makini safi! Tumesema kuhusu kilimo, tarehe 29 mkichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nina imani tarehe 5 nitakula kiapo cha rais pale uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, shamba la bibi. Nikifika Ikulu tuchop, vijana wa Kitanzania kwa mara ya kwanza, vijana wa Kitanzania kutoka miaka 21 mpaka miaka 35 nitawagawia ekari 5 bure, na hizo ekari hizo zitaendana sambamba na kukupatia hati miliki, ambayo ile hati itasoma jina lako. Kwa nini hati miliki? Ndugu zangu, tumebaini vijana wa Kitanzania hawaaminiki kwenye taasisi za fedha. Hivyo basi, kupitia hati ambayo itakuwa na jina lako, utakwenda kuaminika kwenye taasisi za fedha, taasisi za ndani ya nchi yetu na zile taasisi za nje ya nchi yetu, na hatimaye kwa mara ya kwanza utakwenda kupata mikopo na kuja kuanzisha miradi mbalimbali na kukufanya kuwa Mtanzania kijana mwenye uchumi wa kati na uchumi wa juu. Tunakwenda kuzalisha vijana ambao watakuwa imara kiuchumi, na vile vile katika hicho kilimo, kwa kuwa tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa ya kiviwanda. Ndani ya vile viwanda tutavokwenda kuanzisha serikali ya Chama cha Makini, tutakwenda kuanzisha viwanda ambavyo vitatengeneza na kuzalisha pembejeo za kutosha. Kwa mara ya kwanza mkulima wa Kitanzania chini ya serikali ya Chama cha Makini atakwenda kupewa pembejeo bure, na wakati huo huo pembejeo zitakuwa zikimsubiri mkulima kwenye maghala ya serikali, bali mkulima atasubiri pembejeo kwenye maghala ya serikali. Kuhusu ajira, tunakwenda kuanzisha ajira 1,000,000 kila mwaka. Vijana mkae mkao wa kuajiriwa, na wakati huo huo, kwa kuwa tunakwenda kufanya kilimo cha kisasa, na ndio maana bendera yetu upande wa kijani unaowakilisha kilimo, tuna trekta, na ndio maana tumesema tutakwenda kufanya kilimo cha kisasa, na kilimo hicho kitakuwa ni kilimo endelevu kwa Watanzania, na Mtanzania kwa mara ya kwanza tunakwenda kumuondoa kwenye kilimo cha jembe la mkono.
Kwa mara ya kwanza mashine zitakwenda kufanya kazi katika mashamba yetu. Tunakwenda kupanda kwa mashine, tunakwenda kulima kwa mashine, tunakwenda kupanda kwa mashine, tunakwenda kupalilia kwa mashine, tutaweka mbolea kwa mashine, tutavuna kwa mashine, na hatimaye tutapaki mazao yetu kwa mashine. Na ndiyo maana nimesema mkulima wa Kitanzania kwa mara ya kwanza ataenda shambani akiwa amevaa suti na tai, kwa sababu hakuna kuchafuka. Wakulima heye! Wakulima safi! Hiyo ndiyo Makini, na ndiyo maana chama cha Makini tumemleta Mayeka kwa makusudi. Tunaamini kwamba Mayeka haya atakwenda kuyasimamia katika halmashauri, atakwenda kunishauri, na ninawapromisi endapo mtaniletea Mayeka nitamteua kuwa waziri wa viwanda na biashara. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Makini, nikiingia Ikulu wakati wa kuunda baraza la mawaziri, ninawaahidi kwa kuwa na nyie mmeonyesha nia ya dhati ya kumchagua ndugu yetu Mayeka, kijana wenu mzaliwa wa Kwimba, anajua shida za Kwimba, ninawahakikishia anakwenda kuwa waziri wa viwanda na biashara. Yote haya yanawezekana, na tumejipanga kwa kushirikiana na nyinyi. Hakika haya yote tunakwenda kuyafanyikisha kikamilifu. Kuhusu afya, tunakwenda kuanzisha hospitali za kata, hospitali za serikali za kata, na hizo hospitali hatutoanzisha kwa fashion ya majengo, bali tutaweka na vifaa tiba. Vifaa tiba inaweza kawa sio sababu, kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kielimu. Miongoni mwa wahitimu wetu watakuwa ni madokta na wauguzi. Hospitali za kata ambazo zitakuwa ni za serikali, tutakwenda kuwa soti madokta wa kutosha, tutakwenda kuwa soti wauguzi wa kutosha, ili Wanakwimba, Wanaungumarwa muweze kwenda kupata matibabu, kwa maana ya vipimo na matibabu yenyewe, kwa maana ya madawa yatapatikana kwenye hospitali za kata, ambazo hospitali hizo Mayeka kwa jimbo la Kwimba atakuwa ndio msimamiaji mkubwa sana hizo hospitali. Na ndio maana ninasema msiniletee kijana mwingine zaidi ya Mayeka Kiteja. Ndugu zangu, tunakwenda kuondoa msongamano wa wagonjwa hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Tunakwenda kuboresha hospitali za rufaa za mkoa. Tutahakikisha vifaa vinavyohitajika, CT scan, MRI zinakuwepo. Wagonjwa wote wanaopelekwa Dar es Salaam, zile mashine ambazo zinapatikana Dar es Salaam kwa ajili ya mgonjwa kumtoa Mwanza kumpeleka Dar es Salaam, zile mashine serikali ya chama cha Makini itahakikisha mashine zile tunazitawanya katika hospitali za rufaa nchi nzima. Tunataka wagonjwa wa Mwanza watibiwe Mwanza, wa Shinyanga Shinyanga. Hilo linawezekana chini ya Costa Jimmy Kibonde. Kibonde hoye! Asante sana. Kwa kuwa pia tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo. Tunakwenda kufanya kilimo cha umwagiliaji, mboga, mazao ya mkulima. Tunakwenda kumtafutia soko mkulima nchi za nje, na tutaondokana na ukiritimba ambao wakulima wa hapa Ungumarwa tumebaini ya kwamba mnanyanyasika pindi mkienda kulima mazao, kuyatoa shambani kuyaleta nyumbani mnayalipia ushuru. Hao askari wanaoyafanya hayo, kama ni askari wa jiji, mwisho wao ni tarehe 5 mwezi ujao, nikiwa mimi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatoa amri moja: wakulima mazao yao wapeleke nyumbani free of charge. Wakulima mazao yao wapeleke kwenye soko lolote wanalotaka free of charge.
hakuna kulipia, kwa sababu kwenda kulima unalima peke yako, kupalilia unapalilia peke yako. Wewe mtu wa katikati unaingiaje kumnyanyasa mkulima kwenye mazao yake ambayo ameyalima kwa tabu kubwa? Chini ya serikali ya Chama cha Makini, Kwimba kwa kushirikiana na Maeka tunakwenda kulifuta hilo jambo. Wana Kwimba oye! Ndugu zangu, kuhusu usafiri nimezungumza dhahiri shahiri. Tunakwenda kuboresha viwanja vya ndege nchi nzima, tukihitaji ndege ziruke usiku na mchana, na tunahitaji ndege kubwa za mizigo zije hapa Kwimba. Wazungu wale ambao tutakwenda kuongea nao, katibu mkuu wangu juzi ametoka Finland, amekwenda kuongea masuala mazima yanayohusiana na kilimo. Kuna wawekezaji tumewapata, na wale wawekezaji wanasema hapana, hatutakuja kwenu, tunahitaji kuja kununua mazao. Sasa tunahitaji tuboreshe viwanja vya ndege. Hatutaki mzungu afikie Dar es Salaam, akifika Dar es Salaam akitua, manake lazima akalale hoteli za Dar es Salaam. Zile fedha zilizotoka nje zinaanza kupungua. Aje Dodoma ashuke, hela zinapungua. Tunataka mzungu anayetoka kuja kununua mazao Kwimba, akitoka Amsterdam Uingereza, ashuke na ndege hapa Kwimba na fedha zake zikiwa kwenye briefcase, na mazao yenu mtauza bila masharti yoyote, mtauzia wazungu, kwa sababu ndege zitakuwa zinashuka na kuruka, ndege za abiria na ndege za mizigo. Na ndio maana tumesema serikali yangu itaagiza Dreamliner 70 kwa mara ya kwanza. Mkazi wa Kwimba, mkulima wa Kwimba unakwenda kupanda ndege. Tumebaini ya kwamba ndege wanapanda watu fulani fulani, kama wakina Mheshimiwa Mary Hassan Ameri, katibu mkuu, ndio wanaopanda ndege. Serikali ya kwangu mimi nataka wewe mkazi wa Kwimba, mkulima wa chini, boda boda, wewe upande ndege. Na ndio maana tumesema tunakwenda kupunguza tiketi, bei ya tiketi ya ndege tunakwenda kushusha, ili mkazi wa Kwimba ukitaka kwenda Dar es Salaam unakata tiketi yako dakika 20-40 Dar es Salaam, unaenda Kariakoo, unauza mazao yako pale ya mboga mboga, ukitoka pale unarudi unapanda ndege Kwimba. Ndicho tunachokitaka, na ndio maana tumesema serikali ya Makini ni serikali ya matumaini mapya kwa Watanzania. Makini oye! Kuhusu sekta ya reli, tutajenga standard gauge kila mkoa, na kutoka Dar es Salaam, mkoa ambao ndio mbali katika mikoa yote, tutatumia masaa 6 kusafiri. Kwa tuhitaji wa Tanzania mchoke kwenye nchi yenu, ni neema inakuja. Kuhusu wavuvi, tumesema wavuvi tunawajengea mazingira wezeshi. Wavuvi wote tutaleta boti ndogo ndogo za kisasa na vifaa vya uvuvi. Tutawapa vifaa, itakuwa ni bure. Boti tutakopesha kwenye makundi ya watu 5. Vitalu, kuhusu vitalu vya uchimbaji, vitalu vya uchimbaji tutagawa bure kwa wachimbaji wadogo. Vitalu vitapewa bure, na hatimaye serikali itaweka mazingira ya kuwatafutia vifaa vya uchimbaji vya kisasa. Unapima kwanza, ukigundua kuna madini unachimba, na soko linaandaliwa. Ni soko huru, sio la kulazimisha. Ukihisi kama soko lako kwenda kuuza Kenya liko beta, unapeleka Kenya. Serikali itakuwa ina uhuru kwa kiwango kikubwa sana. Ndugu zangu, kuhusu walimu, mimi Costa Kibonde hapa nisingekuwa mgombea urais, wala sifa za kuwa mgombea urais nisingekuwa nazo bila walimu. Tumesema baada ya kubaini, tumetembelea vijiji vingi na shule zingine unakuta walimu wako wawili. Tukatathmini, tumebaini ya kwamba walimu wengi hawapendi kwenda kufanya kazi vijijini kulingana na mazingira. Serikali yangu itatoa motisha kwa walimu ambao watakwenda kufundisha vijijini. Nimesema 40% ya mshahara wake tutamuongezea, anaopata tutaongeza. Na wakati huo tumesema walimu watakao kwenda vijijini kufundisha tutawapa bodaboda mpya bure. Na wakati huo pia kwa walimu tumesema
serikali ya chama cha Makini. Jeshi la polisi wana uniform zao, magereza wana uniform zao, hawa manesi wana uniform zao, madokta vivyo hivyo. Tunakwenda kuanzisha uniform kwa walimu wetu. Tumesema walimu wetu kwa mara ya kwanza watavaa suti wakiwa wanakwenda shuleni. Walimu oye! Na wakati huo suti zile watashonewa na serikali. Kwa awamu ya kwanza kila mwalimu tutampatia suti 5. Na hizo suti ukivaa, kwa sababu zitakuwa zinajulikana, serikali yangu itafanya mazungumzo na wabia ambao waendesha biashara ya daladala. Tutaongea nao kuwafanya walimu kwa mara ya kwanza hawatolipa nauli katika daladala wakiwa kwenye majukumu yao ya kwenda kufundisha watoto wetu. Wanakwimba, mmenielewa? Walimu oye! Walimu safi! Haya, kuhusu mshahara, kima cha chini cha mshahara tumesema itakuwa 600,000 kutoka 350,000 iliyopo. Nina imani kiwango hichi kitakuwa ni kiwango kizuri. Sasa kwa kuwa kiwango hichi kitakuwa kiwango kizuri, hivyo basi ninachowaomba, ninaamini ya kwamba kima cha chini cha mshahara kikiwa 600,000 ili litawafurahisha wafanyakazi wa serikali. Ninaamini kwa hili hata vijana wangu wa jeshi la polisi wamelifurahia, ila kwa sababu hawa hawaruhusiwi kuwa na chama, hawawezi kupiga makofi. Na imani wanapiga makofi kimoyomoyo wa. Sasa wanakuimba, ninawaomba wapigieni makofi kwa niaba yao. Ni vijana wetu, piga makofi kwa niaba ya jeshi la polisi. Na wakati huo naamini kwamba wafanyakazi wa serikali kuna kitu kinaitwa kikokoto, kinawapa shida sana. Ukistaafu, fedha zako za pension ziko kule. Serikali imeweka masharti. Umestaafu, hela zako Jumatano unaenda unakupa 50,000. Ukienda Mtodogo 75,000. Hilo linaleta stress kwa wastaafu wengi, mpaka wengine wamekufa. Ninasema nikiingia Ikulu tarehe 5 ninakwenda kufuta kikokoto. Wafanya kazi oye! Kuhusu amani na utulivu ndio tunda. Amani na utulivu ndio unaotufanya leo hii tuwe hapa. Amani na utulivu ndio unaofanya mimi Costa Kibonde nitoke Dar es Salaam nimekuja mkoa 19, kwa sababu nchi yetu ina amani na utulivu. Hivyo basi, wakazi wa Kwimba ninawaomba, kiongozi yeyote akija hapa Kwimba akileta maneno ya kutugawa, ya kuashiria viashiria vya kuleta vurugu katika nchi yetu, wakazi wa Kwimba ninawaomba tumkatae. Maana nchi hii toka mwaka 1961 tulipata uhuru, nchi yetu imekuwa ya amani, tunapendana, tunashirikiana. Hivyo basi tusiweze kuruhusu jambo lolote ambalo litaleta sintofahamu baina ya sisi wenyewe kwa wenyewe. Tarehe 29 ni siku ya kupiga kura na sio siku ya maandamano. Mnatoka mapema, mnakwenda mnapiga kura, mkishamaliza kupiga kura mnarudi nyumbani, mnakaa kwenye skrini TV au redio mkimsubiri mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Dodoma amtangaze Costa Jimmy Kibonde kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Mayeka njoo mara moja Mayeka. Ndugu zangu, ninawaomba kwa moyo mkunjufu mnipe Mayeka. Mayeka oye! Wangapi mtampa kula Mayeka? Mikono juu mtampa kula Mayeka. Haya Mayeka, huu mkutano wa mgombea urais nakupa dakika 2, ongea kwa haraka sababu muda wenyewe sio rafiki. Lakini hawa askari polisi hata tukizidisha dakika 5 watakula kobisi, kwa sababu hata wao tunawazungumzia. Karibu Mayeka. Asante ndugu mheshimiwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu cha Makini, ndugu Amiri Hassani Amiri, katibu wa chama taifa na mgombea urais Zanzibar, ndugu viongozi wa
wa chama, itifaki imezingatiwa. Ndugu wananchi, kwa majina naitwa Mayeka Kiteja Kawe, ni mgombea ubunge jimbo la Kwimba, lakini pia mwenyekiti wa chama chetu cha Makini mkoa wa Mwanza. Hivyo basi, kwa kuwa huu sio mkutano wangu, nategemea mimi kuja kufungia hapa kampeni. Licha ya kwamba sio mkutano wangu, mimi nahitaji kuwaomba jambo moja. Tarehe 29 amkeni asubuhi na mapema, muende mchague mimi Mayeka Kiteja Kawe niwe mwakilishi wenu katika jimbo hili la Kwimba. Wadogo bane mliba mashahidi. Paka bangi wene ndege kuza kunishambulia nene. Uruno mmoja talangamira ndege jinga pambreke na ndege hena. Ni kwamba batena sele jakotola kuiza kutongoza bise. Batena waji uogotola kuiza kutopeganira bise. Na ndo maana Mayeka Kiteja Kawe ulongoni chagola lati komila ko jatodoma na pana ko la mabuhaga ngoko wakati ngongo mabete na Bogota. Siwezi licha ya hivyo lati komila kuendelea kwa wanababiaji baleteswa japo kuwa muda hautoshi. Babiaji hauroboshi ya miaka 70-80 ndio maana ndege kana mharaga, lakini baadhi ya wanu kwa wakembile kuteka tapira una miaka 70 uleka dola kusembi barabara. Haiwezekani. Mbunge wenu Mayeka Kiteja, japo kuwa bado taratibu, mbunge wenu Mayeka Kiteja akishaapishwa na akawa mbunge, kila mzee mwenye umri wa miaka 70 atapokea shilingi 200,000 kila mwezi. Kiteta kutiwe kwa nani ulipa la bala, nilikuwa sasa mwamu hapana. Sawa. Ndugu zangu, nimesimama hapa kuwaomba kula. Tarehe 29 na waomba muende mkanichague mimi Mayeka Kiteja Kawe. Kwenye ile orodha ya wagombea tuko 6. Mimi Mayeka niko nafasi ya 4. Kwa maana hiyo, mkipewa karatasi ya ubunge, kaangalia nafasi ya 4, nipo pale Mayeka Kiteja Kawe. We katiki, kadumbukize, we katiki kwa Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde, ili gurudumu la maendeleo la nchi yetu tuende tukaungane na Watanzania walioko Mtwara, wako Mpanda. Asanteni kwa kunisikiliza japo kwa muda hautoshi. Asanteni sana. Wangapi mtanipa mkula? Asanteni sana. Haya, asante sana. Huyo Mayeka Kiteja ni kijana wenu. Ndugu zangu, mfano wa kura ballot paper umetoka. Wagombea tupo 17. Wagombea tupo 17. Ukifika siku kwenye kituo cha kupiga kura, ukipewa ballot paper, mgombea wa kwanza wamempendelea Mama Samia Suluhu Hassan, daktari wetu wa heshima, kwa sababu ni chama dola, chama tawala na kiongozi wa serikali. Hatuna jinsi, umeweka namba 1. Wewe siku ukifika unampita chop, si ndio? Mgombea namba 2, huyu mgombea sitaki hata kumtaja jina, kwa sababu nikimtaja jina ndampa ujiko. Unampita chop, huyo namba 2 chop kabisa. Mgombea namba 3, si mwingine bali ni mheshimiwa sana ndugu yenu, rafiki yenu Costa Jimmy Kibonde. Unaweka kura chop. Ukishaweka kura chop, unakunja karatasi lako, unadumbukiza bibi. Utakuwa umechagua elimu bure kwa vijana wenu, utakuwa umechagua bima ya afya kwa kila Mtanzania, utakuwa umechagua ekari 5,
bodaboda milioni 1 bure, huduma ya mama na mtoto bure, miundombinu ya hapa Kwimba bure, kilimo cha kisasa kinachokuja ambacho tunasema tunakwenda kumfanya mkulima kuwa tajiri, ni hiyo kura yako ya namba 3. Wengine hawa wa chini hawa utakuwa una sababu hata kuangalia, unakunja karatasi chupu, basi mchezo umeisha. Hivyo basi muda sio rafiki, ninaomba DJ leta ngoma tuserebuke na wakazi wa Kwimba. Njooni katikati mserebuke. Asante sana kwa kunisikiliza.